Ubalozi wa Marekani nchini Kuwait umesimamisha shughuli zake hadi itakapotangazwa vinginevyo, ukitaja mvutano unaoendelea katika eneo hilo. Katika taarifa yake, ubalozi huo umesema miadi yote ya kawaida na dharura ya huduma za kibalozi imefutwa. Tumefuta miadi yote ya kawaida na ya dharura ya kibalozi. Tutawasiliana pale ubalozi utakaporejea katika hali ya kawaida, imesema taarifa hiyo. Hatua hiyo inafuatia siku kadhaa za kuongezeka kwa vifo na matukio ya kijeshi. Marekani imethibitisha kuwa wanajeshi 6 wa Marekani wameuawa katika mzozo huo. Aidha, ndege 3 za kivita za Marekani zimeanguka nchini Kuwait katika tukio lililotajwa na jeshi la Marekani kuwa ni ajali ya moto wa kirafiki. Ubalozi wa Marekani pia umetoa tahadhari ya usafiri nchini Iraq, ukiamuru wafanyakazi wa serikali ya Marekani wasiokuwa wa dharura kuondoka nchini humo kutokana na sababu za kiusalama. Pia wafanyakazi wa serikali ya Marekani mjini Baghdad wamezuiwa kutumia uwanja wa ndege wa kimataifa wa jiji hilo kwa sababu za kiusalama. Awali, afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Maura Namdar, aliwataka raia wa Marekani kuondoka sasa katika zaidi ya nchi 12 kwa kutumia usafiri wa kibiashara unaopatikana kutokana na hatari kubwa za kiusalama. Nchi hizo ni pamoja na Bahrain, Misri, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Umoja wa Falme za Kiarabu na Yemen. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani mjini Riyadh ya Saudi Arabia umefuta miadi yote ya kibalozi Jumanne kufuatia shambulio dhidi ya jengo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imethibitisha kuwa drone zinazoshukiwa kutoka Iran zililenga ubalozi huo na kusababisha moto mdogo na uharibifu mdogo wa mali. Taarifa zinadai kuwa hakukuwa na majeruhi wa awali. Ubalozi huo ulisema miadi yote ya kawaida na ya dharura ya huduma kwa raia wa Marekani imefutwa na onyo la kubaki majumbani, Shelton Place, linaendelea kutumika kwa miji ya Jeddah, Riyadh na Dhahran, huku raia wa Marekani wakishauriwa kubaki ndani ya makazi yao. Katika hatua nyingine, wanachama 5 wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kutoka jeshi la anga la wanamaji wameuawa katika mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel katika miji ya Jam na Dir mkoani Bushahir, kwa mujibu wa shirika la habari la Iran ISNA. Nje ya eneo la mzozo wa moja kwa moja, China inaendelea kufuatilia kwa karibu hali inayoendelea. China huagiza takriban 70% ya mafuta yake kutoka nje na karibu nusu ya kiwango hicho hupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sehemu kubwa ya mafuta hayo hutoka Iran pamoja na Iraq, Saudi Arabia na Kuwait. China imelaani vikali hatua za Marekani na Israel, ikisema mazungumzo ya hivi karibuni kuhusu nyuklia na Iran yalikuwa yanaendelea vizuri. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, alizungumza Jumatatu na mawaziri wa mambo ya nje wa Oman, Iran na Ufaransa, na akahitimisha kuwa Marekani na Israel walivuruga kwa makusudi juhudi za